Okay. Fontela ni aje baba? Kama kawa ni aje kaka? Uko vizuri? Mungu ana bless. Okay. Fontela, connection yako wewe na S9 hapa ilitokana na nini? Mlikutana mpaka natengeneza bond ya kwa wana. Sisi connection yetu mimi na S9 tumekutana katika harakati zetu za kimuziki, lakini pia mazingira ambayo sisi tunafanya kazi sehemu moja. So baada ya kukutana tukaona tunaweza tukatengeneza kitu tuweze kushirikiana, kwa sababu sisi wote hatuna management, lakini sisi wenyewe ni management ambayo inajitegemea. Fanya hiki, mimi nafanya hiki. Mwisho wa siku ndio hivi tuko hapa. Lakini before huko, wakati jamaa yupo huko Tanga, mimi niko Mtwara, tulikuwa tujafahamiana, ila muziki ndio umetukutanisha. Mungu kablesi. Tumekuja wote leo mjini FM. Okay. Muziki na Dar es Salaam ndio inawakutanisha. Dar es Salaam pia imetukutanisha. Fontela ulikuwa hapa Mtwara, anaitwa Tanga hapo. Tanga ndeni. Yeah. Okay. Labda okay. Fontela. Na kwenye ngoma zenu binafsi, kuna ngoma mnashirikiana, lakini pia kuna ngoma kila mtu anayafuata. Pia mnashirikishana mawazo kwamba bana, hili na ngoma langu hili hapa, hebu angalia unaongeza wapi. Yes, of course, kwa sababu muziki unahitaji kitu kizuri na watu ili wakusikilize lazima mwanze marekebisho mkiwa studio. Kwa sisi tunafanya kazi kama team. Idea naweza nikapata mimi nikaiandika, na nikishaiandika nikienda kurekodi. Yaani haiwezekani niende kurekodi bila mshikaji kuwepo. Hata kama mistari nimeandika mimi mwenyewe, najua kitu ambacho nalenga, lakini kuna vitu vingi kwenye muziki, unajua kuna zile harmony, kuna vitu kibao ambavyo inabidi mshare. So hata kwenye ngoma yake aliandika mwenyewe. Mara kwanza tunaenda studio, yaani before hiyo ngoma hatukupata muda kuisikiliza sana kama alivyosikiliza yeye mwenyewe na alivyokuwa ameandika. Siku tuloingia studio, siku hiyo tukapata kitu, na kweli kitu kikakubali. Mwenyezi Mungu akibless, wakikisikia Watanzania wakipokee vizuri, lakini utaratibu wetu sisi ni hivyo. Sisi wenyewe ndio ni management ambayo inajitegemea. Alipo mshikaji wangu na mimi nipo, anaposhuti video mimi naacha mambo yangu. So hakuna mtu wa kutusimamia, sisi wenyewe tunasimamiana, kwa sababu utaratibu wetu wa kazi tunajua tunaweza tukamanage muda wa kazi na muda wa vitu vingine, na ndio maana tunaenda. Okay. Mara mwisho ilikuwa mwaka huu, nileta ngoma mwezi wa pili, of course. Mwezi wa pili mpaka mwezi wa 8. Distance sio kubwa sana kawaida. Sababu gani imechukua huo muda? Hatusemi ni muda mkubwa sana au ni mdogo sana. Katika utaratibu wa kisanaa, unaweza ukasema kwenye kujitafuta ni muda mrefu, lakini kwa watu ambao tayari washatoka ni muda ambao gap ambalo unaweza akaachia ngoma yake iwe inasikilizwa. Lakini sasa katika utaratibu wa sisi upcoming, changamoto moja ya kwanza ambayo sisi tunaipata, tuna struggle wenyewe kutafuta pesa kwenda studio. After zeni tunaingia kufanya mambo kuipromote ile ngoma. So kwa haraka huwezi ukafanya vitu kwa wakati mmoja. Pia kuna ukishatoka kwenye kuipromote utafute mambo ya kushoot video. So hivi vitu vyote viko juu yako. Lakini pia Mwenyezi Mungu akijalia tafanya kazi kama hivyo, kazi zipo, nashukuru Mwenyezi Mungu. Sometimes kupatia tamaa ya kusimama wewe mwenyewe producer, by the way, msanii kuandika, kupromote, kuna gharama zinatumika hapo na kama hivyo. Hapana, kiukweli mimi sijawahi kukata tamaa, kwa sababu muziki ni kitu ambacho mimi mwenyewe nakipenda huko moyoni, alafu pia wazazi wangu wamebless. Lakini kingine ambacho kinanipa nguvu kufanya muziki, nafanya muziki kwa pesa ambayo naitafuta mwenyewe. Yaani naamini kwamba hata wazazi wakipiga simu huwa na clear yale matatizo yao ambayo mimi nayaweza. Hata wakisikia kitu ambacho mimi nakifanya inakuwa sio changamoto sana kubless hiki ambacho mimi nakifanya. Okay. Sikio la nani ambao unaamini akisikiliza ngoma yako nakwambia hii ngoma labda ikiisha hapa au hii ngoma ni kali, unaliamini sana? Sikio la mwisho kabisa kabla haujaileta mimi. Sikio la mwisho kabisa ni la kwangu mimi mwenyewe, japokuwa kuna washauri wengi, lakini mimi mwenyewe ndio huwa mtu ambaye nasikiliza kwa makini. Nikifanya production ya ngoma yangu kabla sijaiachia, kwa mfano kama nilipofanya production ningesema niachie, inawezekana ningekuwa nishaiachia hata mwezi wa 5, lakini nilikuwa nasikiliza, najipa muda. Baada ya hapo nikawashirikisha pia wenzangu. Kiachana na S9, yeye nilikuwa naye studio wakati tunafanya session. Kwa hiyo yeye anajua kwamba hapa pamewekwa hivi, hapa tunarekebisha hivi. Lakini kuna wanangu kama wawili, yani kabla sijaiachia ngoma lazima wao wasikilize, na hata usipomsikilizisha siku akija kisikia atakwambia hii ngoma mwanangu, hebu kairudie. Kuna mwanangu mmoja anaitwa ni director Muni. Sometimes anakuwa anaongea kitu ambacho kipo kabisa. Anasema mwanangu, hii ngoma kiachia inaenda, lakini pia hii ngoma mix yake kidogo haiko sawa. Kwa yule mtu mimi nimekuwa kama nikimtumia sana. Lakini pia mtu mwingine ambaye huwa nimempa
nafasi credit, Guitar Super Talent mara nyingi huwa namshirikishaga. Japokuwa mara nyingi mimi nafanya kazi zangu mimi mwenyewe, nikishamaliza naweza nikamwambia bwana tushare kusikiliza hii ngoma. Kwa ni hivyo. Okay. Yeah. Wewe kuhusiana na videos, changamoto? Video mimi nishafanya video ya ngoma mara kwanza ambayo nilikuja hapa, ile nimekuzoea video yake ipo. Lakini pia ngoma hii ya pili tutafanya video hivyo. Impact inakuwa vipi? Sasa hivi dunia iko digital, au sio? Watu wanataka kuona Fontela ni nani anafanya nini, videos ambazo umeachia kupitia mtandao wako wa kijamii. Mapokezi yanakuwa vipi? Imeongeza kitu gani katika career yako? Nashukuru Mungu kwa sababu video kwa wakati ambao mimi nipo kuna hatua ambayo nimefika, lakini naona nikiachia video inakuwa inanisogeza sana, kwa sababu nikiachia video pamoja na kupush hivyo kidogo kidogo, kwa ndani ya wiki labda na siku 3 nakuwa tayari shafikisha 1K. Unaona, kuanzia hapo kwenda mbele kidogo, unajua sisi tuna harakati, tunapambana, lakini video kwa haraka kwa msanii ambaye mimi najitafuta kufikisha 1K ni swala la kushukuru. Kuna watu wanaweka kuna watu wanaweka wana viewers 34 tunaona. Kwa tunapambana kwa sababu vitu vyote haviwezi vikatimia kwa wakati mmoja. Mitandao ya kijamii unaitumia vipi kupromote kazi zako? Nashukuru Mungu, mitandao ya kijamii naitumia sana, kwa sababu kwa mfano ngoma ambayo nilikuja kuachia mara ya kwanza nilipandisha kwenye all digital platform. Kwa hiyo nilipokuja nikaenda kwenye Use Sound pale TikTok, niliona ile ngoma imetumika na watu kama 425. Unaona, sasa kama watu 425, watu wengi wameisikiliza sana. Unaona, ukiachana na watu ambao niko nao mtaani kwangu, asilimia kubwa katika hao 425 siwafahamu. Kwa hiyo imenisaidia sana. So nitaendelea kuwekeza kwenye mitandao, nitaongeza nguvu, kwa sababu hii mitandao ni platform nyingine ambayo inaweza kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tunaona jamaa zetu akina Definer, mitandao inawasaidia. Wanasogea of course. Poa sana. Naona pega napostiwa sana. Haina neno, harakati zinaendelea, si ndio? Leo tuletea jambo bonge linaitwa Sina. Kwa nini Sina? Ngoma Sina bwana. Of course kwamba unaweza ukaisikiliza hiyo ngoma kwa haraka mtu akaona Sina iko wapi, lakini mara kwanza wakati tunafanya hiyo ngoma nilifikiria niite jina ambalo nimeanza kuimba Longolongo, lakini pia tukaona Longolongo ni jina ambalo halijapendeza sana. Kwa katika line za hiyo nyimbo kuna neno ambalo lipo hapo Sina, tukaona hii ngoma tuite Sina kwa sababu Sina ni neno ambalo limekaa simple, lakini pia mtu akisikiliza mashairi anajua kabisa kwamba huyu mtu kwamba hana kauli, hana nini, imebeba hivyo sina chochote kwake yani. Okay. So mimi nataka tukaisikilize. Share na sisi details za production, producer ambaye ananyonga. Ngoma yangu amefanya KB ndani ya Up Zone Record pale. Mitaa ya Nyaishozi. Jamaa yetu sana tufanya naye ngoma. Kuna ngoma nyingi pia nilifanya nayo kwa before, lakini tunaishi naye kwa sababu ndo tumeamua kumchagua. Sometimes tunafanya na watu wengine, kama ile ya mara kwanza nimekuzoea nilifanya na Brother Trees. Safari nikaamua nirudi tena kwa KB. Na ukiwa unabadilisha producers au production, kuna kitu unaona kuna utofauti, kuna test tofauti unaipata? Utofauti upo, nimeona mkubwa sana, ambayo inasaidia kupusha harakati zako. Utofauti mkubwa sana. Okay. So tunaisikiliza hii hapa ya Fontela inapaswa. Longolongo Sina, mie kwako nishatulizana, shakupana jina, mie baba na wendo mama, kikwetu kugombana ni romba. Ato kijiti mabebi ni vibaya. Nakupenda baby my love, unipe pendo lako my love. Never seen before, nimelimisi pendo lako mi amor. Never seen before, nimelimisi pendo lako my love. Wakufunzi wengi mangoli wa mapenzi staki nataka, wakaja na madingi kulivua penzi japo kutaka. Wakufunzi wengi mangoli wa mapenzi mara moja ni kutoe dina, nalo shepu flani sio la kichina. Mie mjinga kwako walo janja sina,
una rangi fulani udongo wa Madina. Baby oh, penzi lako kilikosa, it's a bad situation. Baby oh, penzi lako kilikosa, utatani of relation. Longo sina, mie kwako nshatulizana, shakupana jina, mie baba na wendo mama. Kikwetu kwetu kugombana nilo mbaya, hata ukijitima baby ni vibaya, ni vibaya, ni vibaya, ni vibaya, ni vibaya.